Gasheno wa Doanyo Bahoro aku tuko ndani kabisa hapa. Watu wateka wamefika. Tuko na msanii wenyu wa gufu. Msanii ambaye walijaribu kumaliza na maneno na parangamigi. Lakini yako sawa. Sana. Yako sawa kabisa. Kama wazee waliamua kumpeleka sababu wanajua na wamemlea kikanisa. Alafu kidogo mnakuja kuambia mtu wanaona kwa gazeti atuni alishababu. Alihusika pale Westgate surely. Anyway, sasa wamekupeleka. Ama ni rangi yako? Sababu sio na alishababu mweusi kama mimi. Unajua? Ama tunafanana na hao watu. Maybe. Umepelekwa kotini. Nimeitwa kotini na nikaenda mpaka huko. Yes. Sasa nikasimamishwa kwa bao. Umeona? Pale mtu anasimama kama na Biblia. Kizimbani pale. Sasa ninaambiwa unasikia lugha gani? Najaribu kuwapeleka hivi ndio nione kama watanisamehea. Nawaambia Kiingereza sijui, Kiswahili sijui, nikaambiwa utaongea ile lugha unajua. Tutakutafsiri. Nikajua hapa na Gikuyu. Nikajua hapa kimeumana. Sasa wakati nilipatiwa Biblia, lakini hapo nje kuna askari tulikuwa tumeongea na yeye. Akaniambia wewe maswali yote ulioyajibu wakati ulikuwa umeitwa kule kwa izile room, we make sure unaikumbuka mpaka hapa kotini juu hayo mambo ndio utaulizwa. Sasa wakati nilifika pale kuna mtu anaitwa prosecutor. Na nilikuwa nimeambiwa huyo mtu anakuonyeshanga hivyo kunasemekana ulifanya. Akaniambia be cool. Hata akiropokwa usikie anaongea ni kama umefanya, we be cool. Sasa ile stress nilikuwa nayo ni sina lawyer. Hata pesa ya hata hujaifikiria kuwa mtu kama huyo. Sasa lawyer ninatafuta kazi gani, mkulima mdogo? So sasa mimi niko pale peke yangu na Mungu wangu. Atake kunitetea ama iende hivi. Kwa hivyo hukuwa na wakili hata? Sikuwa hata na wakili. Sasa lakini huyu prosecutor ako. Sasa wakati nilisimama pale nikaulizwa majina yangu, nikaapishwa, nikaongeleshwa. Sasa kuna mtu alitokea hapo. Akasema na nikitaka kuambia mahakama hii huyo alikuwa huko ndani ni mume wako. Naweza kuwa ninaongea uongo. Sasa hakiri ikaruka. Nataka kukasirika. Nikaona ule askari amenifanya hivi. Nikuwe cool. Juu unajua ukikasirika unaongeaga kile unataka. Bwana wako ndio alikuwa huko ndani. Era hiyo saa hiyo. Bwana wako ni guide. Saa hiyo ni mzugu. Nikawaambia mimi hata hawa mavitu sasa nilikuwa na waita hivyo. Mamutu kama hawa sijaiongea na wao. Na hiyo siku tunaongea na nyinyi nilikuwa crusade upande wa Kirinyaga. Juu wananiuliza mnamo tarehe fulani ulikuwa wapi? Mimi ninawaambia hiyo mnamo hiyo tarehe mnauliza. mnamo hiyo siku nilikuwa Kirinyaga. Mnaniuliza nilikuwa Kirinyaga kwa crusade. Na juu sina mtu wa kunitetea na mwingine amesimama pale na anasema nikitaka kuambia hii koti huyo alikuwa bwana yako, naweza kuwa ninaongea uongo. Sasa kikalipuka. Ukakasirika? Kwa nini wewe usikasirike? Na siambie ukue cool. Ulikataa ku calm down. Sasa nikalipuka kidogo. Nikaona ule askari amenifanya hivi, cool. Nikawaambia mimi hata tangu nizaliwe sijaikaa chini na mafitu kama hiyo. Wasugu. Sijaikuwa na watu kama hao. Sasa kuongea ndio kumbe kuna lawyer na sijui alitoka wapi. Sijui kama ni wa serikali ama ni wa wapi. Lakini kuna mtu alisimama tu. Akasema niko na evidence. Kumbe alienda akakusanya zile masauti zote zilikuwa zinaongea na hiyo simu. Na vile hao watu walikuwa wanaongea juu si wanajuaga. Alienda kwa Safaricom akajua everything. So hata kuna mama mmoja, na huyo mama huwa ninamshukuru sana, anaitwa Mama Jerry. Alikuwa anakaa Makadala.
Nikiwa huko Kirinyaga kwa crusade, alinipigia simu akaniambia, Rose, unajua Westgate sijui aliniambia imebomolewa, sijui imeangushwa. Na mimi nikamuuliza Westgate ni nini? Hata uko unajua Westgate. Au kumuuliza ni nani huyo? Namuuliza sasa Westgate ni nini? I think ni kitu tu ya Mungu akitaka kukutoa katika shida. Juu hata huyo mama tunakaaga sana bila kuongea. Lakini hiyo siku akaniuliza, na Rose, uko wapi? Nikamwambia niko Kirinyaga. Akaniambia, umesikia hii nyumba sijui inaitwa Westgate imebomoka, sijui imebomolewa. Nikamuuliza Westgate ni nini? So hiyo ilikuwa dhibitisha tosha. Yes. I was not there. Sasa ndio huyo mtu akatoa hiyo evidence yote. Continue. Akasema hata mstakiwa mwenyewe hajui Westgate ni nini. Mnamwekelea vitu hata hajui. Hajui Westgate ni nini. Lakini kuna watu hapa ninataka kujibu. Juu ninaona watu wameingia sana. Tumalizie story kwanza alafu wajibu nao. Wameingia sana. Sasa kukaendaje kotini? Sasa tukiwa tu huko wakili si yako pale. Na izile kofia zao. Na tumututule tumuzugu bado tuko hapa. Walikuja pia ukotini? Tumutu. Si tuko huko. Tumuzugu. Tumuzugu tuko hapo pia hapo. Tunagoja. Kulikuwa tuseaje? Tunaona kwa gazeti. Tumutu tuko hapo. Na tuo tunagojea kuitwa mastaka ya tuo. Yes. Tujue venye tutapelekana na haya watu. Lakini nikiwa pale kwa nini nilikuwa najiuliza, hii kitu ikiniagukia isemekane, unajua kuna watu wanajikutaga wako ndani na hawakufanya hatia. Kweli? Kitambulisho yangu haijaipotea. Hiyo ndio swali nilikuwa ninajiuliza. Hii mambo yote wametoa wapi? Majina yangu wametoa wapi? Kama si mtu tu wa Kiondo huu. Wanaitago watu wa Kiondo huu. Unajua mtu akitaka kukutafuta hawezi kosa kukupata. Kuna watu wanatakaga kukutafuta na wakuigize kwa goli yenye hata unaweza taka kujitoa na hawezi. Sasa kesi iliendaje sasa? Sasa wakati huyo wakili alisimama akaleta dhibitisho yote. Yes. Alafu akasema huyo mtu mwenye ameandika jina la huyu bado kuna makaratasi ya majina ingine ametumia na vitambulisho zao. Unaona? Yes. So ni mtu ni kama alikuwa anatumia hii kitambulisho anafanya uhalifu ama anafanya ukora, lakini jina lake kamili alikuwa anaitwa sijui Abdal Katal sijui nini. Sasa lile jina lilikuwa linaambatana na kitambulisho yake. Yes. Huyo mwenye alikufia huko. Lile jina lil. So wakili akasema jina la huyo mtu lil ni hili. Abdal Katalo sijui nini. Kitu kama hiyo. So ni mtu alichukua kitambulisho ama alichukua document za huyu madam akazitumia na njia yenye haifai. Lakini wenye walifanya hivyo walifanya nisionekane tena. Juu unajua ukiwekwa kwa mitandao sana, unajua si kama sahi watu ni vichwa gumu. Sahi watu ni vichwa gumu. Lakini ile enzi ukishikwa na kakitu ulikuwa unaumia moyo. Juu hamuko wengi wa kutiana moyo. Muabiane si tumeongelelewa huku. Sasa kesi ilitupiliwa mbali ama kuliendaje sasa? Wakati judge aliona hii kesi haileti shangwe. Na haujui Westgate? Sijui Westgate mimi mwenyewe. Jina lishaharibiwa. Watu washaanza kuuliza unajua kuna wengine wakisikia umeongelelewa wanaonaga hivyo ndivyo ulivyo. Wenye wanakuaga na roho tu kuna watu wanakuchukia bure. Hata kama hujafanya kitu unajikuta amekuchukia tu bure. Na yeye ataeneza injili. Wacha nikwambie kitu fani. Nilienda ushago kwa mother in law. Kumbe akona hiyo gazeti. Kumbe hata yeye alikuwa na hiyo gazeti. So ilienda kila mahali. Hata kwetu ushago ilikuwa huko.
So wenye wanauliza kwani nilikuwa nimeenda wapi, sikuwa nimejificha, hata bado nilirudi na ngoma mpya. Ni venye sikuiachilia sana. Okay. So nikapimia. So jaji wakati aliona huyu mtu ni kama hata haelewi hii kesi, aligonga meza tu hivyo. Akauliza nani ako na hii kesi? Juu hata mshukiwa mwenyewe hajui Westgate ni nini na nani alimuleta hapa. Unajua kuna wengine unapelekwa mbio inabidi unakote tu mtu huko umwekelee hata ajui Westgate ni nini. Sasa ikasemekana we utaenda kwanza, hii kitu yako tutashughulikia. Yes. Sasa wakati nilienda nilipigiwa simu, nikaambiwa hii kitu achana nayo. Wengine nao wananipigia kuniambia fuatilia, ujue nani alifanya hivyo, umustaki yeye juu ya kukuharibia jina ndio upewe tu pesa. Fuatilia. Sasa ulichagua gani na ilishaje? Sasa wakati nilizipima zote mbili, nikaona kuna kitu ya kiugu ilitumika hapa. Kuna sometimes Mungu anatuigizaga kwa jagwa, tuone anaweza tutoa kwa jagwa hata bila mtu. Anaweza tusaidia hata wakati hatuna uwezo wa kujisaidia. Sasa ulichagua gani? Muda unakimbia pale. Sasa nikaambiwa kuna mwingine alinipigia kaniambia hii kesi ukifuatilia hao watu wanaweza kukutafuta kama wanakuendea mpaka kwenu ushago. Na sahi wakitaka kujua juu nilitishwa mpaka namba yangu sasa lili. Wakitaka kukupata na namba yako lili watakutafuta mpaka mahali huko na wakumalize kabla hujawastaki. Sasa nikaona hivyo tu Mungu aliniokoa kwa hili janga. Ninyamaze tu. Kwa hivyo ukaachana nayo. Nikaachana na hiyo kesi. Lakini ni kesi iliniacha na vidonda mingi sana kwa moyo. Pole sana. Hata kazi yako usanii si ilikuwa affected. Ilisha sana. Nani atakuta kwa klabu? Wananiona. Wanakuwa wana jambazi. Sahi ndio wananiona. Angalau. Juu singejitokeza. Sasa leo angalau umejua uliko huko umeenda yani. Haiko kupenda kwako, nilikuwa ni makosa ya kuwekelewa pale. Lakini wakati waibaji waliona hizo maposta na wakasikia niko huko ndani, walikuja. Wakasimama na wewe. Si walikuja wakasimama huko nje na madhege. Wakasema huyu mtu ni kama si kweli. Ingekuwa ni mtu mwingine tungekubali, lakini huyu si yeye, lakini wanafukuzwa. Sasa kwa wale ambao walikuwa wanashangaa umepotelea wapi, utamaliza ukiwaambia vipi Rosie? Wenye walikuwa wanauliza Madam Preza alienda wapi, mimi bado ni gari nipo. Na pia ninahubiri Injili na bado ninaiba. Niko na ngoma mpya na bado nimeiba za Kiswahili. Iko YouTube. Sijaweka. Nafaa uweke. Nafaa kuweka. Weka. Na ile wimbo wanajua inaibagwa na style yale. Naweza iba kidogo? Iba kidogo. Ndokala kareda thimwa na ndogateng'eranie nanie nikingeranio etukite ngarugio kirathine kingi. Hiyo ndio wanajua. Huyo hakuna Al-Shabaab anaweza kuwa na sauti kama hiyo. Hawa watu walikukosea sana. Walikukosea sana. Kwanza ungeambia hiyo hapo mbele. Hata ungelipwa. Anyway, asante Rosie sana. Naweza wapea namba ya simu. Wape namba ya simu jamani. Namba yangu ya simu kama unaweza nitaka nikuje niibe kwa event yako. Ama hata kwa mazishi. Yes. Kuwafariji tu. Ni 0721 789 176. Naweza rudia tena, namba yangu ya simu ni 0721 789 176. Na pia niko na nyimbo za Kiswahili, mkinitafuta YouTube nitaziachilia hivi karibuni. Hata mkisikia nikiongea Kiswahili ya Kinyeri, niko na wenye wanaongea na sanifu hapa. Hapo sasa. Simuelewa. Tumeelewa. Umetoka bali mpaka unapelekwa kotini, unawekwa na uto tumutu. Uto tumbaba. Tumusugu. Bale tulikuwa tunatoshana na hii.
Hii iko hapa. Rosie. Yes. Kwa mitandao na kupataje Rosie? Are you on Facebook, are you on TikTok? Uko pale? Kwa TikTok najitaga Rose Praiser. Rose Praiser. Kule YouTube Rose Praiser, The Wachanga Official. Okay. Na FB najiita Rose Praiser. Hebu mtafuteni pale. Awapeleke na mutaratara. Nice. Yeah. Asante kutembea. Thank you. Salimia watu wa Thika. Kabisa. Tunafurahi walikuachilia na mwenye kesi yake na kesi yake. Ninapopakua kijiko cha Blue Band